Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali ambacho ametupa cha kujifunza tena katika jioni hii ya leo. Lakini pia niendelee kukushukuru wewe unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Hekima Ministry Channel. Mungu akubariki na azidi kukutia nguvu. Na pia nimshukuru Mungu ambaye ametupa kujifunza tena maneno ya katika jioni hii ya leo. Na kichwa chetu cha somo kinasema maisha mapya ndani ya Kristo. Maisha mapya ndani ya Kristo. Mstari utakao tuongoza unatoka katika kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wa 17. Wakorinto wa pili 5:17. Nitasoma kama Biblia yangu ilivyoandika. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa kwa neema ya Mungu ametupa kutafakarisha katika jioni hii ya leo ya kwamba mtu anapokuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yanapita na tazama yanakuwa mapya. Sasa tukimwangalia Yesu Kristo, ni Mungu wetu ambaye alikubali kujitoa kwa ajili ya makosa yetu. Alikubali kuingia gharama kwa ajili ya dhambi ambayo hakuifanya. Akakubali kufa na kubeba hukumu ya makosa ambayo hakuyafanya. Ni kwa ajili gani? Ni kwa ajili ya upendo ambao alikuwa nao juu ya maisha yetu. Ni kwa ajili ya upendo ambao alikuwa nao juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukisoma katika hii Wakorinto wa pili, ukisogea pale mpaka 21, neno la Mungu linasema kwamba yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa na haki ya Mungu katika yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. So Yesu Kristo alifanyika kuwa na dhambi. Alifanywa kuwa na dhambi ili sisi tuweze kupata haki, ili sisi tuweze kutoka katika vile vifungo vya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. So tukiangalia maisha yetu na tukiendelea kumwangalia Yesu Kristo kwa upendo ambao alijitoa kwa ajili yetu, kwa ajili ya gharama aliyokubali kuingia, hatuna kitu ambacho tunaweza tukampa Mungu kama kurudisha fidia juu ya kile alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jambo lolote tunaweza tukalifanya mbele za Mungu likalingana na kile ambacho Yesu alikifanya msalabani, kwa sababu alikubali kufia hukumu ambayo sio ya kwake. Alikubali kubeba gharama ya dhambi ambayo hakuitenda kwa ajili ya upendo aliokuwa nao juu yetu. Lakini nimekuja na neno tena lingine la kukwambia katika jioni hii ya leo ya kwamba unaweza ukampa Mungu kitu ambacho kitamfurahisha, kitu ambacho kitamfanya ajisikie ya kwamba kweli nilichokifanya pale msalabani kilikuwa kina maana. Hasa ni kitu gani ambacho unaweza ukampa Mungu katika jioni hii ya leo? Unaweza ukampa Mungu mabadiliko yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma katika hii Wakorinto wa pili 5:17 anaposema ya kwamba mtu amekuwa kiumbe kipya, kwamba mtu anapokuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Sasa anaposema kiumbe kipya anamaanisha nini? Anaposema kiumbe kipya anamaanisha mtu huyo anakuwa na mahusiano mapya na Mungu. Mtu huyo anakuwa na moyo mpya au asili mpya ya kiroho. Mtu huyo anakuwa na mitazamo mipya na maisha mapya yanayoonekana kwa tabia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba imani pasi na matendo imekufa. Sasa kama Yesu Kristo ameingia ndani yako, kama Yesu Kristo umempokea ndani yako na ukakiri ya kwamba nimempokea Yesu Kristo, sisi tunapokutazama hatuoni moyo. Sisi tunapokutazama tunaiona ile nje, tunaiona ile tabia ya nje. So kama umempokea Yesu Kristo kweli na unakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sisi kama wanadamu tunatarajia tuone mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kama mwanzoni ulikuwa unatukana na leo umesema kwamba umempokea Yesu Kristo na yupo ndani yako, ina maana kwamba tunategemea tukuone hautukani tena. Kama ulikuwa haujampokea Yesu Kristo na kanisani ulikuwa huendi, lakini leo baada ya kumpokea Yesu Kristo tunatarajia tukuone kanisani. Kama mwanzoni ulikuwa ni mzinzi na umempokea Yesu Kristo, tunategemea tuone ya kwamba baada ya kumpokea Yesu Kristo ile tabia yote ya zamani imekufa, kwa sababu amesema kwamba tazama, mtu anapokuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, kama umekuwa kiumbe kipya unapokuwa ndani ya Kristo, it means na maisha yako yawe mapya, matendo yako yawe mapya, kunena kwako kuwe kupya. Kila jambo unalolifanya katika maisha yako linatakiwa liwe jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo tutakaposema ya kwamba umempokea Kristo. Si umempokea Kristo, lakini kila kitu unachokifanya hakina utofauti na maisha yako ya hapo mwanzo ukiwa bado haujampokea Yesu Kristo. Kwa hiyo mabadiliko tunatakiwa tuyaone katika maisha yako pale tu ambapo utakaposema ya kwamba kuanzia leo mimi nimempokea Yesu Kristo na Yesu Kristo yumo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma neno la Mungu katika Yohana wa kwanza 3 na mstari wa 6. Yohana wa kwanza 3 na mstari wa 6, neno la Mungu linasema, kila akae ndani yake hatendi dhambi, kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Sasa unapokuwa ndani ya Kristo, kama tumekwisha kusema awali, tunatarajia kwamba hutatenda dhambi, na utakapoendelea kutenda dhambi, tunajua kabisa kwamba wewe haukumpokea Kristo, kwamba Kristo hayupo ndani yako. Kwa kuwa Yesu anapoingia ndani yako anaachilia maisha mapya. Yesu anapoingia ndani yako anaachilia tabia mpya. So unapompokea Yesu, tunaendelea kukuona katika dhambi. Unapompokea Yesu, tunaendelea kukuona ukizini, tunaendelea kukuona ukitukana, tunaendelea kukuona ukizini. Ina maana kwamba Yesu Kristo hayumo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hiyo baada ya kumjua Yesu, Mungu anahitaji kuona mabadiliko ndani yako. Unapokiri ya kwamba kuanzia leo mimi Yesu yuko ndani yangu, kuanzia leo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tunatarajia na Mungu anatarajia aone mabadiliko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaweza tukajiuliza kwamba nini maana ya mabadiliko? Mabadiliko ni kutoka katika hali ya zamani na kuenda katika hali mpya, kuanzia ndani hadi nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba mwanzoni, kama tumekwisha kusema kwamba mwanzoni ulikuwa unazini, baada ya kumpokea Yesu Kristo umepokea mabadiliko. Ina maana kwamba hauzini tena. Mwanzoni ulikuwa unaiba, baada ya kumpokea Yesu Kristo hauibi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa hayo ndio mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa labda unaweza ukasema kwamba changamoto ambayo inatukuta wengi sasa ni pale ambapo tunabadilika na watu ambao tunaishi nao karibu au watu waliotuzunguka hawaamini katika mabadiliko yetu. Unaweza kuwa mwanzoni ulikuwa ni mganga, lakini baada ya kumjua Yesu Kristo na kumpa nafasi katika maisha yako, ukaamua kuishi katika haki ya Mungu, ukaamua kutembea katika msingi wa Mungu. Lakini pale ulipoamua kuchukua mabadiliko, watu hawaamini ya kwamba umebadilika. Bado watu wanakutreat kama mtu wa zamani, kwamba hata kama labda leo tuseme kama unaitwa labda tuseme unaitwa labda tuseme unaitwa Peter, mtu anakuambia kwamba labda anatokea mtu anakutafuta, anasema kwamba samani nilikuwa natamani kumuona Peter, je, naweza nikampata wapi? Mtu anakuambia Peter yule mganga. Asa bado tayari umeshatangaza mabadiliko, lakini bado watu wakikuelezea wanakuelezea wewe yule wa jana. Bado watu wakikuelezea wanakuelezea yale maisha yako ya kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Au mwanzoni ulikuwa ni mzinzi, lakini mpaka leo hii watu wakikutafuta, wakitaka kukupata kwa address yako, wanasema kwamba unamtafuta yule dada mzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hicho kisikusumbue. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kisikusumbue. Cha msingi cha kufanya, usitumie nguvu nyingi katika kuelezea watu ya kwamba nimebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitafute nguvu nyingi katika kuelezea watu ya kwamba nimebadilika. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengine hawaamini katika mabadiliko yako. Kwa nini? Kwa sababu wanaendelea kukukumbusha jana yako, ili uendelee kuwa kama jinsi ulivyokuwa mwanzoni, ili usibadilike kutoka katika kundi lao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza ikawa ni marafiki zako walikuwa ni wazinzi hapo mwanzoni, lakini leo ukawaambia kwamba mimi nimekwisha kumpa Yesu nafasi ndani yangu, nimekwisha kubadilika na sasa hivi nimempokea Yesu, lakini bado wanaendelea kukutreat kama mzinzi ili usiweze kutoka katika lile kundi lao. Lakini wewe watamkie, naendelea kuambia kwamba
mimi nimebadilika, mimi nimempokea Yesu, mimi sio yule wa kale. Hata kama wakikutenga, usiogope wala usilalamike, kwa kuwa unapochagua njia ya Mungu, Mungu atakuletea watu wa kufanana nao. Mungu atakuletea watu ambao mnaendana na mnaongea lugha moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba watu wawili hawawezi kwenda pamoja ikiwa wamepatana. Sasa wewe kama umebadilika na ukafuata njia ya Kristo, uwe na uhakika ya kwamba lazima Mungu kwanza ataanza kukutenga na hao watu. Lazima kwanza Mungu atakutofautisha na hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kisikuogopeshe au kisikutishe pale ambapo utakapoamua kumchagua Yesu Kristo na watu wakakutenga. Lakini wewe kitazame tu kitu kimoja. Tazama ya kwamba tayari mimi nimekwisha kumpokea Yesu, na tayari nimeutambua na nimeitambua thamani ya msalaba. Nimetambua thamani ya kile Yesu alichokifanya msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tulipewa neema bure. Tulipewa neema pasi na kulipia chochote. Kwa hiyo tuitumie hiyo neema vizuri. Tuitumie hiyo neema kudumu katika upendo wa Mungu. Tuitumie hiyo neema katika kudumisha uhusiano wetu sisi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usitafute kujielezea kwa watu ya kwamba nimebadilika. Usitafute kujielezea kwa watu ya kwamba mimi ni mpya, bali kila siku tafuta kujenga uhusiano wako mzuri na Mungu. Tafuta kujiimarisha katika imani. Tafuta kusimama katika hiyo nafasi ambayo umeichagua sasa. Tafuta kumtafuta Mungu usiku na mchana, kwa sababu kupitia hivyo kutakufanya kuwa bora, na kupitia kuwa bora wale watu wataanza kuyaona matendo ya Mungu kila siku katika maisha yako. Wataanza kuona Mungu namna anavyojitofautisha na kujidhihirisha katika maisha yako, kwa kuwa hata leo ukisumbuka katika kuelezea, bado kuna watu hawataelewa, bado kuna watu hawataamini ya kwamba umebadilika. Lakini mpe Yesu nafasi ajidhihirishe mwenyewe kupitia na maisha yako. Mpe Yesu nafasi akutambulishe yeye na sio wewe kujitambulisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe fanya ukiwa shirini, fanya ukiwa shirini, fanya ukiwa shirini, lakini Mungu atakapokuja kukudhihirisha ni siku moja tu. Kila mmoja atabaki kushangaa kwamba huyu alikuwa mzinzi, lakini kwa nini leo yuko hivi? Huyu alikuwa ni mwizi, lakini kwa nini yuko hivi? Huyu alikuwa ni msengenyaji, kwa nini leo yuko hivi? Wasishangae, waache washangae. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ameingia ndani yako. Biblia imesema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama amekuwa mapya. Kwa Yesu Kristo ameingia ndani yako sasa. Yesu Kristo amebadilisha maisha yako. Yesu Kristo amebadilisha namna unavyotazama. Yesu Kristo amebadilisha hali yako ya kiroho. Kwa uwe na hakika ya kwamba lazima watu watashangaa. Uwe na hakika ya kwamba lazima watu watashangaa. Kwa nini? Kwa sababu hawakutarajia, kwa sababu hawakutazamia. Biblia inasema kwamba mawazo yangu yapo juu sana kuliko mawazo yenu, na njia zangu zipo juu sana kuliko njia zenu. Kwa nini? Wakati wanadamu wanasema ya kwamba utabaki hapo hapo ulipo, lakini damu ya Yesu inasimama na kukutetea. Lakini damu ya Yesu ile iliyomwagika msalabani inasimama na kukutetea, inakurudisha tena katika upya, inakurudisha tena katika upya. Kwa hiyo usije ukajikatia tamaa. Endelea kumtafuta Mungu, endelea kumtafuta Mungu, kwa kuwa neema ilikuja kwa ajili ya wenye dhambi, haikuja kwa ajili ya wenye haki. Kwa usijikatie tamaa ya kwamba mimi Yesu hanioni, mimi Mungu hanipendi, mimi ninatenda dhambi sana, labda siwezi nikaona tena uso wa Mungu. Jamani, Mungu anasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Yaani kazi yako tu ni kufungua huo moyo ili Yesu Kristo aingie ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akishaingia ndani yako, utakuwa tu unashangaa mambo yanajipa. Utakuwa tu unashangaa, unaona utofauti mpaka na wewe mwenyewe unabaki unashangaa kama wengine wanavyoshangaa. Unaweza ukasema kama mwanzoni mimi nilikuwa ni mzinzi, lakini hata na mimi pia najishangaa, sijui kwa ajili gani hii kiu ya kuzini imeisha. Mwanzoni nilikuwa ni mwizi, lakini baada ya Yesu kuingia ndani yangu nimeshangaa hii kiu ya uzinzi imeisha. Kwa hiyo usihangaike katika kuwaonyesha watu ya kama nimebadilika. Usihangaike katika kuambia watu ya kama nimebadilika, lakini acha matendo yawaonyeshe, acha matokeo ndiyo yatamke, acha muda ndiyo useme. Kuna wakati hatutaki kusema, kuna wakati hatutaki kusema. Tunatakiwa tu tusubiri muda ndio udhihirishe. Tunasubiri muda ndio useme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapokuwa ndani ya Yesu Kristo,
amini ya kwamba umekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo wewe ambaye leo bado unazini, usijikatie tamaa, kwa Yesu bado kuna nafasi. Wewe ambao bado unaiba, usijikatie tamaa, kwa Yesu bado kuna nafasi. Wewe ambaye bado leo ni msengenyaji, usijikatie tamaa, kwa Yesu bado kuna nafasi. Tazama, ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita na tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo wewe kama unaishi ya kwamba Mungu hakutambui, Mungu anakujua, na ndio maana anasema ya kwamba tazama, mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo mema wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Kwa hiyo huko uliko Mungu bado anakutafuta na bado anakuwazia mema. Huko uliko bado Mungu anakuhitaji na bado anakuwazia mema, na bado anatamani ile damu ambayo ilimwagika wewe msalabani, ile damu iliyomwagika ifanye kazi katika maisha yako, ikukomboe huko uliko. Kwa hiyo endelea kumtafuta Mungu, endelea kumtafuta Mungu, hivyo hivyo kidogo kidogo, hivyo hivyo taratibu. Asitokee mtu akakukatisha tamaa, kwa kuwa neema ya Mungu ipo juu yako, na neema ya Mungu ipo ili kukutoa huko uliko, kwa sababu ile damu ilimwagika ili kuweza kuturudisha katika upendo wa Mungu. Ile damu ilimwagika ili iweze kuturudisha tena katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo usiogope wala usiteteleke. Wanapokuambia kwamba wewe ni mzinzi, waambie mimi ninajua kwamba ninapokuwa ndani ya Kristo nimekuwa kiumbe kipya, na tazama mambo yangu yote ya kale yamekwisha, na tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo uzike ule ukale wote, fisha yale matendo yote ya kale na uwe mpya ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo nikutakie neema ya Mungu, nikutakie uwepo wa Mungu apate kuwa juu yako, lakini pia endelea kutafakari maneno ya Mungu kila siku, lakini utambue ya kwamba hata kama watu wakisema ya kwamba wewe haujabadilika, usihangaike katika kuwaonyesha ya kwamba umebadilika, wala usihangaike katika kuambia kwamba mimi sio yule wa zamani, lakini acha Mungu ajidhihirishe kupitia maisha yako. Acha muda ndio uongee, usiteseke kuelezea, lakini wewe tu kikubwa tambua ya kwamba damu iliyomwagika msalabani si kwa ajili ya watu wachache. Ile gharama iliyofanyika pale msalabani si kwa ajili ya watu wachache, lakini miongoni mwa wale ambao wanasema ya kwamba ile damu ilikuwa kwa ajili yao, mimi nimo. Mungu anapotaja ya kwamba alikuja kufanya ukombozi kwa ajili ya wanadamu, ndani ya hao wanadamu wanaotamkwa, na mimi nimo. Kwa hiyo usijikatie tamaa, Mungu anakupenda, na ndio maana Yesu Kristo akakubali kufa kwa ajili yako, akakubali kubeba gharama ya dhambi ambayo hakuifanya kwa ajili yako, kwa ajili yangu mimi na wewe, kwa ajili yako wewe na yule, na kwa ajili ya yule na yule tena, na kwa ajili ya yule na yule mwingine tena. Kwa hiyo usijidharau wala usijikatae. Mungu anakuwazia mema na anakupenda. Damu ya Yesu ipo ili kuleta ukombozi katika maisha yako. Kwa hiyo endelea kumtafakari Mungu, endelea kumweka Yesu moyoni mwako, ndiye ambaye atakayeingia ndani mwako na kufanya mabadiliko. Nikutakie jioni njema, neema na mkono wa Mungu apate kuwa juu yako. Mungu akutunze na kukulinda. Amen.